Imani ishindayo part 15, na leo tunajifunza kitu ambacho nimekufundisha hapa for some times now. Moyo wangu unashindwa kuondoka hapo, lugha ya imani. Hallelujah. Let me show you a scripture ambayo labda haihusiani na imani, ni kuzungumzishe tu kusaidia moyo wako kuwa tayari tena kwa ajili ya kile ambacho Bwana anacho kwa ajili yetu leo. Habakuki sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Hallelujah. Anasema Mungu alikuja kutoka Temani, yeye aliye mtakatifu kutoka mlima DOC. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa zake. That's beautiful, isn't it? Anasema mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uwezo wake. Mstari wa 4, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. So this scripture tells us kwamba Mungu huaga anatembea na mishale, inaitwa mishale ya nuru, inakuwa ubavuni mwake. Alafu na mahali penye mishale ya nuru ndipo unapofichwa uwezo wake. Uwezo wa Mungu upo kwenye nuru yake, na nuru ni neno la Mungu. Anasema ubavuni kwa Mungu kuna nini? Mishale ya nuru. Alafu anasema hapo kwenye mishale ya nuru ndipo ulipofichwa uweza wake. Na sisi tunafahamu nuru katika ufalme huu, moja ya expression muhimu na kubwa zinazotumiwa ambazo nuru inatumia kufafanusha ni neno la Bwana. Right? Anasema kufafanushwa kwa neno lako kunatia nuru. The entrance of your word gives light. So anasema kwenye ubavu wa Mungu kuna mishale ya nuru, na hapo kwenye mishale ya nuru ndipo ulipofichwa uweza wa Mungu. In other words, mahali penye nuru ndio mahali penye uweza wa Mungu. Na kama nuru ni neno la Mungu, maana yake mahali penye neno la Mungu ndio mahali penye uweza wa Mungu. Kama umeelewa, Mungu anapozungumza na wewe leo, anachofanya ni kuirusha mishale yake ya nuru. Amen. Every time unaposikia Mungu anazungumza, revelation, ufunuo unaoupata ni mshale wa nuru umetumwa kutoka kwa Bwana. Ushai kupigwa na revelation alafu kasikia unafanyaga tu, oh, nice. Tunatofautiana sana tunapopokea neno la Mungu. Kuna baadhi tukipokea ufunuo wa neno la Mungu ni kitu kweli kimetuingia hivi. It's a force, it's an energy. We are hit by something. Kama unavyoweza kupigwa na mshale alafu kaenda siku nzima unachechemea kwa sababu umejeruhiwa na mshale. Unaweza ukapigwa na ufunuo alafu mwezi mzima ule mshale wa ufunuo haujakuacha. It affects how you feel. Ina affect namna unavyofikiri, ina affect namna unavyofanya mambo yako. Why? Kuna mshale wa nuru umetupwa kuingia kwenye maisha yako. Something has entered me. Something has entered me. Kuna kitu kimeingia ndani yangu. Kuna mshale wa nuru umeingia ndani yangu. You know, as you grow katika kutembea na Mungu, lazima ujifunze namna ya kulipokea neno la Mungu. Now, brothers and sisters, anasema ule mshale wa nuru unapokuja hauji peke yake, kwa sababu mahali penye mishale ya nuru ndio mahali penye uweza wa Mungu. Maana yake mshale wa nuru unapokuja, ufunuo sasa unapokuja, uweza wa Mungu unaachiliwa. Every time the word of God comes to you, kila wakati neno linapokuja kwako halijaja peke yake, limekuja na uweza wa Mungu. Kwa sababu kazi ya uweza wa Mungu ni kufanya kile neno linasema. Uweza wa Mungu, nguvu za Mungu, kazi yake ni nini? Ni kufanya kile Mungu anasema. So kama mishale ya neno inatumwa, mishale ya ufunuo inatumwa, haiwezi kwenda bila nguvu. Kwa sababu ni sharti kule inakoenda iweze kutimia. Alisema halitanirudia bure, litatimiza anacholituma kufanya. So when the word goes out, the power of God goes out with the word of God. Amen. Brothers and sisters, remember, kila unaposikia neno la Mungu likaacha jambo kwenye moyo wako, halijaacha taarifa peke yake, limeacha na nguvu ya kile ambacho neno linasema kuweza kutokea kwenye maisha yako. It's very important. Nguvu ya Mungu haijatengwa mbali na neno lake. I've told you this many times. Haupokei neno alafu nguvu ya kulifanya lile neno liwe na matokeo ikafuata baadaye. Kila neno linapokuja, nguvu ya kulifanya lile neno liwe na matokeo imekuja na lile neno. Amen. Amen.
You remember Ezekiel sura ya 2 mstari wa 2 anasema aliposema na mimi. Ezekiel 2 mstari wa 2, aliposema na mimi roho ikaniingia ikanisimamisha. Aliposema na mimi, sio taarifa ikaniingia, roho ikaniingia. You see that? Watumishi, Bwana asifiwe. Anasema aliposema na mimi roho ikaniingia, sio taarifa ikaniingia, roho ikaniingia. Wengi wanaposikiliza Mungu akizungumza, wanachokuwa wanasikiliza ni taarifa. Wewe nenda mbali zaidi, usisikilize taarifa peke yake, pokea roho inayokuja na hiyo taarifa. Kwa sababu remember, neno haliji bila roho ya hiyo neno, kwa sababu roho ya hiyo neno ndo inakuja kukufanya usimame. Roho ndo inayoanza kukuendesha kufanya hekima ambayo neno imefunua kwako. Roho ndo ambayo inakusimamisha. Anasema roho ikanisimamisha. In other words, kama ni taarifa ilikuja bila roho, ndio sasa unaona umesikia vitu vingi alafu havijakusaidia. Sasa sio kwamba roho haikuja. Wewe ulipokuwa umekaa chini kwenye huduma ya neno la Mungu, ulichokuwa unatafuta ndo ulichopata. Ulikuwa unatafuta taarifa, ukaishia kupata taarifa. Ungekuwa unatafuta roho inayowasimamisha watu, inayoweka tofauti watu wanaposikia neno, roho ingekuingia. Kila wakati Mungu anapolituma neno, haliji kama taarifa, linakuja na roho ya kukusimamisha kwenye hicho ambacho Mungu anasema. Yohana 6:63 Yesu akasema, maneno nayowaambia ni roho, ni roho tena ni uzima, ni roho tena ni uzima. Hakusema maneno nayowaambia yana roho, yana uzima. Alisema ni. So when the word comes, neno linapokuja, unatarajia kupokea nini? Always be conscious of that. Kwa mfano, msimu huu ambao Mungu anatuzungumzisha kuhusu imani, sio taarifa ya imani tunayoipokea peke yake. Kuna roho inapaswa kuwa inaingia huku ndani, ambayo inaanza kukujenga, kukufanya kuwa mtu wa imani. Anasema nitawaendesha katika sheria yangu. I'll cause them to. Nitawaendesha. It's the work of the Spirit of God to do that. Are you with me? We know the Spirit has entered you kwa sababu umeanza kufanya. Kama ulichopokea ni taarifa peke yake, kuna uwezekano usifanye. Lakini kama roho ya hicho ulichosikia imeingia, utafanya. You'll be a doer of the word. So by now, hii ni somo letu la 15, tunajifunza kuhusu imani. Hatupaswi tu tunaulizana umejifunza nini, alafu tuambie ufunuo. Inapaswa tu tunaambia umetembea kwenye nini kutokea tulichojifunza. Are you hearing what I'm saying? Yeah. What is the word doing in your life? Now that you are learning faith, what? Unajiongezea tu maarifa? Is that all there is? The word is for doing. Ndio maana sheria ya kwanza tuliyojifunza kwenye somo letu la imani ilikuwa ni sheria ya matendo ya imani. Kwa nini? Kwa sababu tunaposikia, tunasikia ili kufanya. Are you hearing me, watu wa Mungu? Brothers and sisters, Mungu ametupa neema kuwa kwenye kanisa ambalo anazungumza na sisi kila ibada. It's not lie. We are not bragging. You come, ukija kanisani, you hear God, unamsikia Mungu. The challenge kwenye hili kanisa ni keep up na ambacho Mungu anasema. Kwa sababu Mungu hajanyamaza kwenye hili kanisa. Anaongea kila siku. Kwa kazi yako ni keep up. Like amesema hiki nikifanye, amesema hiki nikifanye, amesema hiki nikifanye. Mabadiliko yapo kwenye kufanya. Roho ya imani akuingie. Akuendeshe kwenye maisha ya imani. Uamke kuwa mtu wa imani katika jina la Bwana Yesu. Hallelujah. So anasema mishale ya nuru inapotumwa, uweza unaachiliwa. Kwa nini? Kwa sababu kilichosemwa hakitaki kimrudie bure, kinataka kitokee kwa waliokipokea. Akasema katika Isaya 53 mstari wa 1, ni nani aliyesadiki mambo tuliyozungumza, habari tulizozinena? Anasema huyo aliyesadiki, mkono wa Mungu utafunuliwa kwake. Mkono wa Mungu unafunuliwa kwa aliyeamini. So if you hear, ukisikia neno, mkono wa Mungu hauko mbali. That's the point. Kila mbegu imebeba nguvu ndani yake. Na neno la Mungu ni mbegu. I can go on and on, but permit me to say, ibao. Wakristo wengi wana maneno ya imani, hawana lugha ya imani. Inapokuwa ni lugha, unaiongea wakati wote. Lugha unaiongea wakati wote. Wengi wana maneno ya imani, wanajikumbusha, sijaongea imani tangu asubuhi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lugha
Lugha ndio communication yao. Yaani watu wenye lugha ya imani wanaongea imani kwenye kila jambo kila wakati. It's a language. Na walibarahatu vrahidaba. Moja ya kazi za neno la Mungu ni kukupa utamaduni, culture. Na kama haukutoroka sana masomo ya civics shuleni, utaelewa kwamba moja ya pillars of culture ni language. Na kama huu kweli ni ufalme wa Mungu, lazima uwe na utamaduni wa ufalme huu. Na hakuna ufalme ambao ni ufalme pasi na lugha ya huo ufalme. Kuna lugha ya ufalme huu, kuna lugha ya ulimwengu huu. Inaitwa lugha ya imani. Ndio lugha ambayo wana wa ufalme wanapaswa kuwa wanaizungumza. When you are cultured by the word, when the word gives you a culture, unaanza moja ya dalili za wazi kabisa kwamba neno limeanza kufanikiwa kwenye maisha yako ni pale linapoanza kukupa utamaduni. Na utamaduni wa kwanza unaoonekana ni lugha. You start speaking different. Kama baada ya kuwa umefunzwa mambo yote ambayo umefunzwa, bado unaongea kama ulivyokuwa mwanzoni, neno la Mungu halijafanikiwa. Kwa sababu kabla hata hujaanza kulifanya, mabadiliko ya kwanza ya neno ni kukupa lugha. Inabadili namna unavyofikiri, then namna unavyoongea, then namna unavyotenda. Sema na lugha ya imani. Lugha ya ufalme. Hallelujah. All right, let's do scriptures. Isaya 50 mstari wa 4 na 5. Mithali sura ya 16 mstari wa 23. Anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Sema na mimi, ulimi wa hao wafundishwao. Hivyo ukisikia ina make sense vipi? Sio kwamba ilitakiwa kuwa ulimi wa hao wafundishao. Soma. Anasema amenipa nini? Ulimi wa hao wafundishwao. Ulimi wa hao wafundishwao. Wafundishwao walitakiwa kuwa na sikio. Inge make sense kama angesema amenipa sikio la hao wafundishwao, kwa sababu unapofundishwa unasikiliza. Ila anasema amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Ingekuwa amenipa ulimi ili nikafundishe, ina make sense, right? Ila hapa anasema amenipa ulimi ili nifundishwe. Soma tena. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Hivi tukikupa ulimi maana yake si ni ili ukafundishe? Mtu wa Mungu hapa amesema nimepewa ulimi wa hao wafundishwao. Kuna ulimi wa hao wafundishwao. Wengi wanajua ulimi wa wafundishao kwa maana ya I am given a tongue to go and teach. This man is given a tongue to learn. Nafahamu tunaijua kila aliye na sikio na asikie. Hili andiko linatufundisha kwamba kila aliye na ulimi na asikie. Kama umeelewa sema amen. Katika ufalme huu tunaweza kusikia kwa kusema. Ulimi wako anapaswa kuwa ni mwalimu wako. Ukisikia nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka, yeye hapo usiwaze mtu mwingine, waza wewe. Kwa sababu wewe na wewe ni yeye. There is a way he says amenipa ulimi wa hao wafundishwao nipate kujua jinsi. Sema na mimi jinsi. Nipate kujua nini? Jinsi ya kumtegemeza nani? Kwa maneno yeye aliyechoka. Hasemi nipate maneno ya kumwambia ili kumtegemeza. Anasema nipate kujua jinsi. Kama ukifanikiwa leo kuwa na wepesi katika roho kweli, kama unavyosema kwa maneno kwamba nina wepesi katika roho, I want to give you a spiritual skill. Kuna ujuzi wa kiroho ndio ambacho nataka to dive into tonight. So see now this man anasema nimepewa sikio la wafundishwao. Nimepewa nini? Ulimi wa wafundishwao. Wafundishwao wanapaswa kuwa na ulimi, sio wa kufundishia, ulimi wa kujifunzia, ulimi wa kuharakisha mchakato wao wa kufundishwa. Ulimi wako unapaswa kukusaidia kujitrain kwenye mambo ya kiroho. Ngoja nikupe mfano fulani rahisi sana. Tunalijua andiko anasema hivi, Warumi 10 mstari wa 17. Tumelisoma sana tangu tumeanza hii series. Imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo, right? Anaposema imani huja kwa kusikia, tafsiri ya kwanza kabisa nyepesi ni kwamba imani huja kwa kuhubiriwa. Yaani kwamba unasikia mtu anahubiri, right? Alafu kwa kule kuhubiri kwake imani inakuja. But did you know, kwa maana ya kwamba kwa hiyo tafsiri ni lazima kuwe na watu wawili, kuwe na pande mbili, mtu anayezungumza na mtu anayesikia, au
mtu anayesoma na mtu aliyeandika. In this case, in another case, you see, anavyosema imani huja kwa kusikia. Kusikia huko sio lazima kuwe kunatoka kwa mtu. Kunaweza kukawa kunatoka kwako wewe mwenyewe. Remember, unapozungumza imani, nichukulie na mstari wa ngapi? Nichukulie mstari wa 9. Ziwa 9 au wa 8. Hiyo Warumi. Mstari wa 8. Anasemaje? Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani neno la imani lile tulihubirilo. Now, I was trying to tell you the other day, nikasema hii construction ya maneno hapa ni kama haijakaa vizuri. Anasema neno la imani. Anaposema neno la imani anamaanisha message ya imani, jumla ya ufahamu kuhusu imani. Anasema eti neno la imani linakaa katika vinywa vyetu na katika mioyo yetu. I thought ilipaswa kuwa katika mioyo yetu na katika vinywa vyetu. Ila anasema neno la imani kwanza linakaa katika kinywa, kisha linaenda katika moyo. Katika ulimwengu huu wa Mungu, namna ya kulipeleka neno moyoni ni kulisema kinywani. Yale unayoyasema ndo yanaingia moyoni, sio yale unayoyasikia pase. Unaweza ukasikia na yakakusisimua, lakini yakaishia kwenye akili peke yake. Lakini ili yaende moyoni ni pale unapoanza kuyazungumza kwa kinywa. You drop that seed into your spirit by speaking. Kama neno ni mbegu, namna ya kulipanda kwenye moyo ni kwa kuzungumza. Sio mtu akuzungumzishe, wewe uzungumze hilo neno. You speak it into your spirit. Neno unaweza kulisikia hivi kabisa hivi. Wewe ni shahidi, unaweza kusikia hivi neno la Mungu likakuchachafya. Yani hivi likakuamsha, yani likakuonesha possibilities za ajabu, likakuonesha unaweza ukawa nani, unaweza ukawa nini, likakuonesha nini kinakuja mbele yako kadri neno linavyokuja. Either unahubiriwa hapa au upo tu mwenyewe unatafakari. Ajabu ni kwamba kwa nini kesho ile excitement haipo tena? Where did that word go? Unasikia kitu unasema hai kapalatash. Fire. Kesho ile fire haipo. Why? Liliishia kwenye mwili, liliishia kwenye akili. Lika excite akili yako. Na chochote ambacho hakijafika moyoni, kimefika kwenye akili, kinaweza kikaondoka rahisi. Remember, zile mbegu zilizoangukia mahali pasipo, alafu akaja mwizi akaziiba. You remember? Analoweza kuiba ni lililo kwenye akili, sio lililo kwenye moyo. Likifika kwenye moyo haliondoki. Ndio maana anasema liliibwa ambalo hawakulielewa. Go study kwenye ule mfano wa mpanzi. Neno lililoibwa ni ambalo hawakulielewa. Hasemi ambalo hawakulisikia. Walisikia na wakafurahi. Na sasa kuelewa kuna kuongelewa hapa, sio kuelewa kwa ufahamu. Kwamba kumbe ndio hivi. Ingekuwa ni hivyo sasa lisingekuwa linaibwa, kwa sababu watu kama ni kuelewa huko watu huwa wanaelewa. Ni kuelewa kule ambako neno limeenda limeingia ndani yao na limeanza kubadilisha reasoning yao, namna wanavyofikiri, namna wanavyopima mambo. Na unalifikishaje neno pale? Sio kwa kulisikia, ni kwa kulitamka. Ukisikia kitu ukaona hiki ni cha maana kabisa, hili neno langu kabisa, hiki ni Mungu anaongea na mimi. Unaona unavyoandika hivyo, unaandika, unafanya vizuri sana kuandika, lakini neno haliingii moyoni kwa kuandika. Unaandika ili upate reference ya kurejea baadaye, ukalichukue uanze kulipanda kwenye moyo wako. Na namna unavyolipanda kwenye moyo wako ni kulisema. Kwa mfano, mbona unasema Yesu ulikuwa mkoani? Nilifuatilia online. Ukisikia neno hivi ukoona kabisa this is God talking to you, take your time, anza kulizungumza. Unasema hivi, kwa mfano sasa, labda unaanza ni mradi wako wa biashara, ni project fulani, labda kazini kwako, whatever. Maandiko yanasema hivi, kila alifanyalo litafanikiwa. Zaburi 1:3, kipengele cha mwisho kabisa pale, si ndio? Kila alifanyalo linafanikiwa. Hivi unajua hiyo ni moja ya phrases za hatari sana. Kila alifanyalo linafanikiwa. Maana yake hajasema mengi ya ayafanyayo, amesema kila. Maana yake hakuna project nasikia ingia kwenye mikono ya mwana wa Mungu alafu ikafeli. I can't fail hata kama nilianza by mistake. Sisemi ukafanye bila kuongozwa na Mungu. That's not what I'm saying.
ila kuna wakati unaweza kaingia kwenye jambo alafu ukagundua ni kama Mungu hakuja na mimi huko kwenye hili jambo. Kuliko niondoke nikiwa nimepigwa, ngoja nifanikiwe alafu niondoke. Hawajaelewa. Kila alifanyalo linafanikiwa. Haya ni maneno ya muhimu sana ambayo mtu anapolianza jambo anatakiwa kuyasikia. Lakini sio tu kuyasikia yakihubiriwa au akiyasoma kwenye maandiko. Huyu mtu, hii inatakiwa ifike mahali pa kuwa ndio kweli inayombeba kwenye huo mwelekeo anaoendea. Namna ya kujifikisha hapo ni kuchukua kile ambacho ulisikia, kuanza kukipanda kwenye moyo wako. Namna gani? Unakaa kwenye tafakari zako, unaanza kusema hivi: kila nilifanyalo linafanikiwa. Uko kwenye maombi. Haya sio maombi ya kuhitaji vitu kutoka kwa Mungu, ni maombi ya kulipanda neno liingie ndani yako. Watu wa Mungu, hivi ninavyokufundisha mimi sikuwahi kukaa mahali kufundishwa. Nimekaa hivi kanisani. No. Na akili yangu kwa nini navirudia tena na tena? Ni kwa sababu ninadhani kwamba ndio vitu ambavyo vimekosekana kwa Wakristo wengi. Tunadhani tukisikia it is enough. No, kusikia ni mwanzo. So unaanza kulitamka lile neno, kila nilifanyalo linafanikiwa. You see, you're just in your meditation. Hauzungumzi na huo mradi kwamba mradi kwa jina la Yesu ninakuagiza utafanikiwa. No. You're not talking to mradi, you're talking to yourself. You're speaking to yourself. Unajiongelesha wewe kwanza. Itafika wakati hili neno hili ambalo ulilisikia kama taarifa litaacha kuwa kama taarifa, litakuwa ni ukweli unaotawala moyoni mwako. Likifika hapo litakuondolea hofu ya kufeli kabisa. Ukishaona uko mahali pa kuanza jambo na unawaza nitafeli au nitafaulu, nitaweza au nitashindwa, umepokea taarifa ya uwezekano, ila ile taarifa haijawa utawala ndani yako. Ikikutawala itaondoa kila aina ya hofu, itakubakizia na jambo moja tu: nimeanza hili ili kulimaliza. Neno linaongezeka ndani yako kiasi kwamba unafika mahali ambapo unashindwa hata kutofautisha muda unapowaza neno na muda unapowaza wewe. Kwa sababu wewe na neno mmekuwa ni wamoja. Umejifunza kuwazia kutoka kwenye neno kiasi kwamba there is a place unaweza kufika mahali pa kushindwa kutofautisha sauti ya Roho wa Mungu na sauti yako, kwa sababu hata sauti yako ikiwaza inawazaga kama Roho wa Mungu. Kuna mahali kadri unavyojifunza kuhusiana na neno la Mungu na Roho wa Mungu, unafika mahali ambapo roho yako inajua yaliyo mapenzi ya Mungu juu ya jambo hata bila kumsikia Mungu. Kwa sababu roho yako imejifunza kuingiliana na Roho wa Mungu na kuingiliana na neno la Mungu kiasi cha kutosha, kiasi kwamba roho yako imejenga aina mpya ya kufikiri inayotokana na kumjua Mungu na neno lake, kiasi kwamba aina hii haiwezi kufikiri isipokuwa vile ambavyo Roho wa Mungu angeweza kufikiri juu ya hili jambo. Na umejifunza kupractice kuisikia sauti ya Mungu. Kila unapotaka kufanya maamuzi unamuuliza, unataka kufanya maamuzi unamuuliza Mungu, unasikiliza huku ndani anasema nini. Hiyo process hiyo kadri inavyoendelea utafika mahali ambapo kuna vitu unaweza kaamua na kilichokusemesha ni sauti ya roho yako, sio sauti ya Roho wa Mungu. Alafu bado ukawa upo accurate. Kwa sababu nao roho yako imejifunza kuyaendea mambo kutokea kwenye namna ambavyo Mungu anaona. You get to a place ambapo hujui sasa hiki kinachofikiria ni neno la Mungu ndani yangu au ni mimi. Kwa sababu wewe na neno mmekuwa ni wamoja. Amenipa ulimi wa hao wafundishwao. In this kingdom tunafundishwa kwa ndimi zetu. Fundisha akili yako kufikiri kwa maneno. Ndio nakufundisha namna gani, how do you get yourself there. Mpaka saa hii tunavyoongea ulipaswa kuwa na akili tofauti kabisa ya kufanyia maisha. Ulipaswa kuwa na akili tofauti kabisa ya kufanyia biashara. Imagine you have been here mwaka wangapi saa hii, lakini namna unavyofanya biashara leo na ulivyokuwa unafanya back then ni sawa, ni vile vile. No, it's not right. Kwa sababu ufahamu umeongezeka saa hii, maarifa yameongezeka saa hii. Kwa nini una namna ile ile? Ni kwa sababu hujajua namna ya kutrade neno la Mungu. What is it? Is it sura ya 15 mstari wa 2 wa Mithali? Mithali 15 mstari wa 2. Ulimi wa mwenye hekima utamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga nini? Humwaga upumbavu. It's crazy. Anasema wenye hekima hutamka, wapumbavu humwaga. Ushawahi kukutana na mtu anaongea upumbavu na hajui kama anaongea upumbavu? Amegraduate, amefika level ya kumwaga upumbavu. Mtaka naye hivi mtamwambia wewe umesababisha matatizo. Anasema lini? Uliongea hivi. Ndio nini? Yani asha masafa yake kwenye upumbavu yamefika mbali sana kiasi kwamba yeye na upumbavu
ni wamoja. Akifungua tu kinywa hivi anamwaga tu vumbavu, anamwaga tu vumbavu. Lakini ni mtu wa Mungu ananena kwa lugha. Kwa sababu hekima sio zawadi, ni uwekezaji. Unaweza kuwa unanena kwa lugha na kunena kwa lugha kusikupe hekima, kwa sababu hekima ina namna yake ya kuipata. Nataka kutolea mifano lakini sasa ya wapumbavu katika kumwaga upumbavu. Au basi. Upande wa pili anasema hivi, mpumbavu humwaga upumbavu. Maana yake hata bila kukusudia. Lakini mwenye hekima hutamka maarifa vizuri. You see, this is a training. Nye mmeona hii? Hii ni training. Kama hujaelewa, tutoke huko kwenye mambo yote. Angalia hivi, anasema mwenye maarifa hutamka, mwenye hekima hutamka maarifa vizuri. Hekima ya Mungu si imekuwa inaongezeka kadri ambavyo unalipokea neno la Mungu. Correct? Sikuna hekima ya Mungu hivi inaongezeka. Ni kazi yako kuchukua ile hekima na kuileta kwenye kinywa, uanze kuitamka. Uanze kuitamka hekima, maarifa kama mtu aliyefunzwa. I'm going to show you in a minute kwamba it is a skill. Unatakiwa uanze kutamka hekima kwenye biashara yako. Uanze kutamka hekima kwenye afya yako. Uanze kutamka hekima kwenye ndoa yako. Uanze kutamka hekima kwenye maeneo ambayo unataka kuona hekima ya Mungu ina prevail. Na kutamka huku ni kutamka kunakotokana na kufunzwa. Unajitrain kwenye hekima ya Mungu ya kurani biashara kwa unachosema ukiwa chumbani kwako kuhusu biashara yako kutokea kwenye neno la Mungu. Amenipa kinywa cha hao wafundishwao. Sema na mimi, I am careful. Namna ninavyoongea. Ninajali. Namna ninavyoongea. 16. Nenda hapo hiyo sura 15. Luka 16 mstari wangapi? Mstari 23. Moyo wake mwenye hekima hufundisha kinywa chake, huzidisha elimu ya midomo yake. Soma tena. Moyo wake mwenye hekima hufundisha kinywa chake, huzidisha elimu ya midomo yake. Kinywa chako kinaufundisha moyo kuwa na hekima. Moyo wako unakifundisha kinywa kuzungumza vizuri. Ila kuna jambo nimeongea na ni la moto. Kama hujalipata utamuuliza jirani yako ambaye na yeye ameandika tu nusu. You see, these two, moyo na kinywa ni marafiki. Kila kimoja kina mtrain mwenzake. Anasema moyo wa mwenye hekima hufanya nini? Hufundisha kinywa chake, alafu huzidisha au huongeza elimu ya nini? Ya midomo yake. Midomo yako inapaswa kuwa na elimu. Midomo yako inapaswa kuwa na elimu kwa sensi hii. Mtu akikusikiliza apate elimu kwenye anachokusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu kutokea kwenye moyo wa mtu, kinywa cha mtu husema. Out of the abundance of a man's heart, his mouth speaks. Correct? Ndio maandiko yanavyosema, right? So, hata umndani tu hivi. Kuna watu tukiwaga tunapiga nao story, tunasikia raha kuongea nao. Kwa sababu katika mazungumzo yetu, vinywa vyao vinazidisha maarifa. Si ndio watumishi wa Mungu? Hivi yani ni mwana tu hivi labda uko naye tu hivi kwenye timu ya ushering, kwenye praise, kwenye media, whatever it is. Ila au tu ni mshirika tu hivi ukikaa naye mkiwa mnaongea hivi. Conversations za kawaida kabisa yani sio kwamba mpo kiroho kwamba sasa kwa mujibu wa maandiko. Mnaongea tu yani mko kwenye stories zenu za kawaida kabisa yani the idea is mnaweza mkao mnaongea kitu cha kawaida kabisa. Ila sio mazungumzo official kwamba tujadili hili jambo kwa mujibu wa maandiko. Mko tu mnapiga story, alafu midomo inayozidisha maarifa. You're collecting gems in conversations. Unaokota lulu za thamani kwenye mazungumzo ya kawaida kabisa, anakurushia kilulu fulani vipap. You're like, "Hai katushka. Oya, umesemaje hapo mwanangu? Kitu gani hicho?" Kuna watu hamuelewi kwa sababu mna marafiki wapumbavu. Na wapumbavu humwaga umbavu. No, as a church the reason why unapaswa kuwa na marafiki wa namna hii wanaofunzwa unavyofunzwa ni hii. This is the reason. Unachohitaji ili kumsikia Mungu kutokea hapa inapaswa kuwa sio kuja kanisani, ni kuongea na mtu wa hapa. That's the level I am really praying kwamba tunafika huko. Si ndio? Like uko tu kwenye conversation na mshikaji hivi au mna chat tu hivi hapo, she is throwing you a gem. Alafu inatosha kukupeleka siku yote inayofuata au wiki yote inayofuata. Isn't that powerful? Kwa sababu midomo ya mwenye hekima inazidisha nini?
Maarifa inazidisha elimu. Hajasema maarifa, amesema nini? Elimu. Wewe elimu, midomo inazidisha elimu. Sasa achana na kuwaambia watu, kuwazidishia watu elimu, kujizidishia wewe elimu. Nyie sijui mnaelewa ambacho nasema? Tamka elimu ya Mungu into your spirit kwa kutumia kinywa chako. That's what I'm saying. Midomo yako inatakiwa kuwa inazidisha elimu. Elimu yako ya kiroho inatakiwa kuwa inaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu umejifunza kuitamka elimu kwa kinywa chako. Unajitamkia elimu ya Mungu. Anasema kila kitu kijiinuacho kinyume na elimu ya Kristo. Kuna elimu ya Kristo. Unaitamka elimu ya Kristo kwenye maisha yako mwenyewe. Kama umekuwa ni mwanafunzi mzuri wa pastor, utakuwa umegundua mpaka sasa ushajua kwamba ukiwa na lisali moja la maombi, sio dakika zote 60 ni za kuongea. At least sio kuongea kumwambia baba tenda, baba tenda, baba ninakuamini kwa neno lako. No. Au ninaachilia nguvu. There is more. Kuna zaidi. Muda wako wa maombi ni kufanya mazoezi kama haya. Naomba unifuate huu mwaka. Nifuate tu hivi alafu anza kupractice hivi vitu. Umeshaishi miaka mingi sana, na miaka 90 za hizi ndio. Huu mwaka mmoja mwaka mmoja. Fanya kama unaupoteza kwa kunisikiliza hivi alafu fanya haya mambo nakwambia. You will see the difference. A major difference. Wakati wako na Mungu sio wakati wa kuomba tu mahitaji peke yake. Ni muda wa kupractice vitu kama hivi. Kwa kama una lisali moja, imagine una dakika 15 za kuipanda kweli fulani ya Mungu ndani ya moyo wako. Unaiongezea roho yako elimu kwa midomo yako. Practice doing this. Tuna heka nyingi sana kwenye maombi. Mpaka unawaza hivi wa Kristo kusingekuwa na shetani wangekuwa wanaomba nini? Hivi shetani angekuwa hayupo, au tu hivi akaamua tu aretire, aseme hivi enough is enough, aondoke kwenye equation ya maisha ya watu, hivi watu wangekuwa wanaomba nini? Sasa tangu unaanza, ukishashukuru, ukajitakasa, ukajisafisha kwa damu, jambo la kwanza, where is the devil? Where are you? I told you I was coming for you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nakataa. Utakubali lini? Hauna vya kukubali wewe. Ni mielekeo miwili hiyo. Mtu anaingia kwenye maombi, ana uchaguzi wa kuanza na ninakataa, akatumia dakika 45, ninakataa. Na mwingine akaamua kutumia dakika 45, ninakubali. Amini nakwambia hao ni watu wawili tofauti. Kwa sababu kuna vya kukubali, kuna kukubali uzima wako. Kuna kukubali ustawi wako kifedha. Kuna kukubali amani ya moyo wako. Uko kwenye maombi unasema baba ninakubali. Ninakubali kwamba mimi ni mwenye afya. Ninakubali kwamba mimi ni aliyetukuzwa. Ninakubali kwamba mimi ni aliyeinuliwa. Ninakubali na hii ndio kweli ya maisha yangu na haitakuwa tofauti kuhusu mimi. Ninakubali. You're praying. That is prayer. Kwa sisi watu wa Mungu, watu wa agano hili, hatuna vitu vingi vya kuomba kama mahitaji. Tuna vitu vingi vya kuvifanyia ukiri wa imani kama uhalisia wa maisha yetu. Kwa ni maombi ya kukubali zaidi. Mwambia baba umenifanya kuwa shujaa. Imagine uko kwenye prayer session yako. Wewe kila ukiingia kwenye maombi, kila roho inayonifanya nisiwe shujaa. Roho inayokufanya usiwe shujaa ni roho yako. Inayofocus na roho zinazokufanya usiwe shujaa. Father, I am a champion forever. Imagine you're talking to God and uko kwenye prayer session. Father, you have made me a champion forever. You have made me a champion. Haujakemea roho ya hofu. Haujakemea. Uko tu hivi unaongea na Mungu, anambia baba ninakubali kwamba hakuna chembe ya hofu, haiwezi kuweko kwa sababu umepanda ujasiri ndani yangu. I cannot be defeated. I don't draw back. I don't withdraw. I go forward. Ninakubali kwamba njia yangu ni kwenda mbele, ni kwenda juu. Baba ninakubali. Ni maombi ya kukubali. You're there. Nusu saa ukienda kupima level yako ya hofu. Baada ya hiyo nusu saa, hofu inabidi uitafute kwa microscope. It's no more there. Lakini nenda hivi. Ingia kwenye maombi, anza kusema hivi, katika jina la Yesu, kila roho ya hofu, kila roho ya hofu ninaikataa. Kapime baada ya nusu saa, utagundua hofu imeongezeka kuliko ulivyokuwa kabla hujaanza kuomba. Nakwambia kweli. Nakataa kila roho za magonjwa, nakataa. Sasa sisemi usikatae kwa sababu mimi mwenyewe nakuongozaga maombi ya kukataa. You understand what I'm saying, right? I'm bringing you a balance. Nakataa kila roho ya magonjwa, ukiwa katika kukataa roho ya magonjwa, hapa hivi. Mwili ni mwaminifu sana. Hapa hivi kasikia hapa familia,
hakikuwa kitu kikubwa. Ungekuwa tu kwenye harakati zako za kawaida, hakikuwa kitu kikubwa, ila kwa sababu umesikia katofauti hapa, ukiwa katika kukataa roho za magonjwa. Mnacheka kwa sababu mnaelewa. Nimeshakwambia. Umeshamwambia nani saa? Huu sio ugonjwa. Ulikuwa unaomba unatembea, na kwa sababu unatembea ni kawaida. Muscles ku stretch daktari anacheka. Ni kawaida. Sasa muscles ime stretch kidogo, imefanya nini, imehama mahali pake, ime twist kidogo. Ni sawa na mtu ambaye yuko uwanjani anacheza mpira, alafu msuli ukivuta anasema hivi, nakataa roho za misuli kuvuta. You were running. For God's sake, unacho focus nacho unakiimarisha. Ukifocus na unachokataa, amini nakwambia kuna uwezekano ukawa ndo unakiimarisha. Geuza, turn the tables. Kila laana, vipi kuhusu kila baraka? Vipi kuhusu kila baraka? Na tuliwaambia hivyo, ukiomba, ukisema kila laana dakika 50, ndio zile dakika 3 za mwisho unasema napokea baraka. Na who lied to us? Sisi ni kiumbe kipya katika Kristo. Amen. I know who I am. I know who I am. Brothers and sisters, unatikia unavyomaliza maombi hivi, ulikuwa unazungumza na Mungu, lakini elimu yako imeongezeka baada ya maombi kuliko ilivyokuwa mwanzoni. I believe wewe ni mtu wa roho, unaelewa kabisa ambacho naongea. Yaani tukienda kupima level yako ya imani baada ya kuzungumza na Mungu, inatakiwa kuwa imepanda zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Why? Kwa sababu katika kuzungumza kwako, imani huja kwa kufanya nini? Sasa imagine umekuwa na nusu saa ya kuongea na Mungu kwamba Baba, ninakubali kwamba mimi ni mbarikiwa. Na imani huja kwa kusikia. Maana yake umekuwa na nusu saa pia ya kujisikizisha. Ulimi wa mwenye hekima unazidisha nini? Midomo. Mwambie mwenzako elimu ya midomo. Kwa hiyo unaelewa sasa, ukikutana na mwenzako anasema shit, anasema cheche ambazo hazieleweki, unamwambia unamtumia tu andiko ili hapa. Mpumbavu humwaga. Mambo yasiwe mengi. Mpumbavu humwaga upumbavu. Shauku yangu ni namwamini Mungu sisi kama kanisa tuwe ni community ya watu wa kipekee sana. Na moja ya upekee wetu ni namna tunavyofikiri, namna tunavyoongea, namna tunavyofanya vitu vyetu. By now inapaswa unapomchukua mwana DOC kumleta atembelee biashara yako, hakuachi ulivyo. Anavyoiangalia tu ile biashara anakuwa na kitu cha kusema, kwa sababu ni mfanya biashara mwenzako, anakuwa na kitu cha kukwambia. Unapata nusu sana mtu, you're not left the same. It's the reason we are here. Ndio sababu ninaheshimu sana katika huduma ya neno la Mungu, na kwa kweli ninaamini kwamba ninafanikiwa. Oh yeah. Piga ungana na udada kwa ajili ya kumtia moyo. Ile Isaya 50 atuendelee. Mstari wa 4 amenipa sikio, mstari wa 5, mstari wa 4 amenipa kinywa, mstari wa 4 amenipa kinywa, mstari wa 5 amenipa sikio. Kwa just in case ulikuwa hauko comfortable kupewa tu kinywa, amekupa na nini? Turudi pale bwana, haturudi kivipi? Haturudi tunaenda wapi? Shida ni ukianza kuomba maombi hayo ukisema Baba ninakubali, unaonekana kama vile huombi, kwa sababu neno lenyewe tunalolitumia ni kuomba. Nimetoka kwenye maombi. Umeomba nini? Akili ya kawaida unatakiwa useme nimetoka kuomba kwa maana ya mahitaji. Si ndio inakaa vizuri kuelezea maombi. Sasa umetoka kwenye maombi afu unamwambia Baba nimekubali. Kuna namna hivi kama hii, neno lenyewe linatuminya. Neno linataka tuwe na mahitaji, requests. No. Hizi zinaitwa sala. Ukiwa kwenye aina hii ya maombi una co-create with God. Co-creators, waumbaji pamoja na Mungu. Unaumba uhalisia wako pamoja na Mungu kwa kuzungumza ambacho amezungumza kuhusu maisha yako kwenye hilo eneo. Isaya 50 mstari wa 4 na 5. Biblia inasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. So unaona anaongelea wafundishwao na anataja sifa zao mbili, wana kinywa alafu wana sikio. You getting what I'm saying? Malizia mstari unaofuata wa 5. Mstari wa 5. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. So sina, kuna watu wanahitaji kuzibuliwa sikio, sio hata kufunguliwa.
ni kuzibuliwa. Yaani level yao ya kutokusikia ilipofika, wanahitaji kuzibuliwa kama mtaro. They don't hear. Yaani hata ukiona unaongea hivi, they are wako wenyewe wanatakaga tu wenyewe ndo wa dominate. They are always speaking, hawasikilizaji. Moja ya vitu vinafanya ukiri wetu wa imani usiwe na matokeo ni kwa sababu tulipaswa tusikilize, alafu tukipata uvuvio tuseme. Nishawafundisha ya mambo, remember? Kutafuta inspiration kabla ya kuzungumza. Wewe unatoka huko ulikotoka, bam, right away. Anasema amenizibua sikio, alafu amenipa kinywa. Ni aliye na sikio tu ndo ana ruhusa ya kuongea. Si ndio? Hizi sio ufunuo, hizi ni hesabu za kawaida. Jifunze. Mtume Yakobo ametushauri kitu kimoja cha muhimu sana. Amesema hivi, tuwe wapole wachache wa kuzungumza. Idea ni kwamba tusikie sana, tuongee kidogo. Wewe ulichaguaga kwamba utasikia kidogo, unaongea sana. Ndio tatizo lilipoanzia. Ila kwa mtume anasema hivi, tuwe wepesi wa kusikia kuliko wa kunena. Elewa ambacho neno la Bwana linasema. Sikio na nini? Na kinywa. Now, let me show you beautiful stuff. Is that okay? Beautiful stuff. Mwambie mwenzako sikia zaidi. Ongea kidogo. Lugha ya imani ni matokeo ya fikra za imani, right? Ukiwaza imani 24/7 utaongea imani 24/7. Unajua sasa lugha kama hii, kwa mfano anapoongea, sio kwamba ameikutia utu uzimani. Ukute ni lugha ambayo amekuwa nayo kwa miaka mingi sana. Kwa kuiondoa tu hivi, sio maamuzi ya siku moja ukisema hivi kuanzia leo ni malaika. Is a process, you have to be speaking. Now, ukifikiri sana malaika, ukaongea sana malaika, utajikuta that's all you not say. Kwa mfano mimi siwezi kusema hivi. Ila bado na mimi nina machangamoto yangu. Yaani bado na mimi nikikaguliwa. Bado nina safari ya kukua. Is it making sense? Matendo 7:22. Matendo 7:22. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Akafundishwa kwanza, namba 2, akafundishwa, kwa hiyo akawa hodari. Waliofundishwa tu ndio wanaweza kuwa hodari. Anasema Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Ni watu wangapi hapa tunaweza kuwa na ujasiri wa kusema sisi ni mahodari wa maneno? Anasema he was mighty in words. Ni wangapi unaweza kwa ujasiri kabisa kusema mimi ni hodari wa maneno? Sio kwa maana ya ninaongea sana, ila kwa maana ya katika kuongea kwangu ninaongea akili, ninaongea nguvu, na maneno yangu yanaleta matokeo. Musa alikuwa hodari wa maneno. Sio sifa kwa kila siku najielezea, yaani mimi sijui kuongea, yaani siwezi kabisa kuongea mbele za watu. Sio ushuhuda huo. Yaani sio kitu ambacho unatakiwa unajivunia yani. Kuna watu kijikuta wanajielezea jinsi ambavyo hawawezi kuongea. Anaelezea ana furaha, yani kama vile anashuhudia kwamba Mungu amenipa dola milioni 1. Yaani mimi yaani siwezi kabisa kuongea mbele za watu. Sio sifa. Unatakiwa uweze. Hey, are you hearing what I'm saying? Unatakiwa uweze. Achana na hii mambo ya kusema nina aibu. Hivi unaelewa ni milango mingapi inaweza kufungwa mbele yako kwa sababu umeentertain hicho kitu naita aibu? Milango mingi itafunguka mbele yako inakudai kitu kimoja, kabla ya vingine vyote uweze kujielezea, uweze kuongea. Kabla hata hatujajali cheti chako ulipata kiasi gani shuleni, tunataka tujue unaweza ukajielezea kiasi gani. Are you mighty in words? Maana wanasema Moses was mighty in words. He was mighty in words. Una uhodari kiasi gani kwenye maneno wewe? Watu wa Mungu, kataa kuwa dhaifu kwenye maneno. Wewe ni mfanyabiashara, alafu unajivunia kabisa kwamba huwezi kuongea. Hivi unaona hili ni tatizo kubwa kiasi gani? Utafanyaje biashara na huwezi kuongea? Kazini kwako utafanyaje kazi na huwezi kuzungumza? Juzi nilikuwa naongea na mtu wa Mungu hapa, akaniambia it is strange kujua kwamba sasa hivi mnaweza mkao mmeitisha interview, alafu watoto wa kike wakaja wakajieleza vizuri kuliko vijana wa kiume. Nyie watoto wa kiume mna matatizo gani? Hivi wewe mwanaume kabisa na huwezi kuongea, huwezi kujielezea. Mwanaume. Ukiona watu hivi unatetemeka, mwanaume. Yaani kijana wa kiume anajieleza hivi, huelewi anafanya nini. Kama upepo yana anaingia huku yaani you don't understand, unasikia tu shwanjwa. Unaona tu mtu yuko busy anaongea, lakini kushikanisha anachoongea you can't, kwa sababu hamna akili kwenye anachozungumza. Hamna. Kijana wa kiume unaongea unaangalia chini. Uko salama wewe? Na unaongea na mimi mchungaji wako ambaye unajua kabisa niko upande wako, lakini bado hauna ujasiri wa kuongea, unaniangalia machoni. Ukienda
kwenye conversation na watu ambao unajua hawakujui au ndo hivyo hawakupendi, lakini bado unasikia ujitetee jambo lako na waliidhinishe pamoja na kwamba wanakuchukia. Utaweza wewe? Utaweza wewe? Ueleweki. Hivi vitu unatakiwa kuwa unavikasirikia kama vile unavyomchukia shetani. Kwa sababu amini na kuambia ni hili jambo linaweza likakufungia mlango ambao Mungu amekufungulia. Mungu anaweza kufungua mlango hivi pap, ukaitwa kusikilizwa na wenye huo mlango ili wakupe nafasi uingie. Amini kwamba Mungu hataongea kwa niaba yako. Itautegemea uwezo wako wa kuongea. So yeye amefungua, lakini hofu zako za kijingajinga zinafunga mlango ambao Mungu ameufunga mbele yako. Usiongee, usichukulie hii hali kama vile ni sifa yani. Ndo nilivyo. Kataa. Shindana nayo kwa nguvu kabisa. Kwa nguvu kabisa. Watu wa Mungu, huyu Mungu unayemuombaga huyu anasikia maombi yako. Kuna siku atakutengenezea fursa mahali mbele ya watu wazito kweli kweli. Hivi unavyokuwa timid hivi, yani uko tu hivi, yani dhaifu hivi, unashindwa kujiongelea mbaya. Spendi, yani ni kitu cha ovyo kabisa. Mtu hivi yuko mbele yetu sisi tunaomjua. Kidogo tu tutasikia unaenda wapi wewe kwenye haya maisha? Unaenda wapi? Kwa sababu kama kweli uko serious na safari hii ya maisha, unatakiwa ujijenge uwezo. Communication skills ni jambo la lazima, sio kitu cha ziada. Achana na hii mambo yanaona aibu. Unamuonea nani aibu? Maisha unakuwaje hodari kwenye kunena kwa lugha afu huwezi kuongea na watu? Yaani unaongea na Mungu afu watu huwezi kuongea nao. Hadi shetani unamsetaga, unamvunja, unampasua. Umuogopi shetani, yaani una ujasiri kabisa hivyo kumpasua shetani kwenye maombi. Au kwa sababu umuonagi. Ukienda kukutana na mtu hivi unatetemeka, yani ueleweki. Mtu anaenda sehemu hivi ame close deal, unamwambia umecloseje deal hii na kuna vitu hivi na hivi. Hata kufikiri hakuweza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kwenye eneo lenye tension, lenye pressure. Why? Fear. Refuse that. Are you hearing what I'm saying? Become mighty in words. It's a choice. It is a choice. Bro, you can choose to become mighty in words. Unasema hivi, wakinipa muda wa kujieleza wameisha. I'll talk things into their minds. Maana wanasema Musa alikuwa hodari wa maneno kwa sababu alifundishwa hekima yote aliyokuwa anatakiwa kuwa nayo. Moja ya vitu vinafanya watu wawe na hofu, wanayaendea mambo serious, conversation serious, bila kupata taarifa za muhimu kuhusu hicho kitu ambacho wanaenda kuongea. Kilichomfanya Musa awe mighty in words, awe hodari wa maneno, ni kwa sababu alichopaswa kujua kuhusu taifa la Misri alikuwa anakijua. Kwa na ujasiri kwa sababu hana ujinga, hana upungufu wa maarifa huku ndani. Ukijua una ujasiri, maarifa yanaongeza ujasiri. Ukiwa unaliendea jambo serious mbele yako, fanya utafiti wa kutosha. Tunakuita kwenye interview, kwenye TV. Unajua kabisa wewe hivyo vitu hujavizoea. Badala uangalie walioitwa wenzako kwenye hizo interview, at least tena kama kwenye TV mbona ni rahisi sana. Hivi hao watangazaji wana akili za namna gani? Akili ya mtangazaji ukimsikiza tu vipindi viwili vingapi unaijua? Imekaa mkao wa kushoto au wa kulia. You know. You go prepared. Unaenda pale kila unachoulizwa wewe ni surprise. Why? Haukutake time kufuatilia. Kwa nini? Unasema Bwana amefungua mlango, nitaenda pale nitaachilia utisho. Utaachilia utisho eti? Unaulizwa swali rahisi tu unaanza, oh you know, kwa mujibu wa hovyo. Be prepared. Research ya kutosha, utafiti wa kutosha. Unapoenda kwenye jambo serious, you're prepared. Maandalizi yatakuondolea hofu kabisa. Au rather yatakuondolea kiwango kikubwa cha hofu. Maandalizi yatakuondolea kiwango kikubwa sana cha hofu. Niangalia ni kuna watu hivi nikiwa nahubiri hivi na naongea hivi nikiwa namuelekea yeye, hata kuniangalia niko hapa nahubiri hawezi kuniangalia. Wewe unashindaje kumwangalia mchungaji hivi anahubiria jamii yote ya waaminio na wasioamini, na uhudumia maelfu, upo kwenye kundi la maelfu ya watu hivi umekaa hivi, lakini mchungaji akiwa unaangalia chini, una mashetani? No, it's true, una mashetani. Kwa nini huwezi kumwangalia man of God machoni? I'm your pastor for God's sake. Huwezi kuniangalia machoni. Wewe uitwa kwenye kikao serious, utatoboa kweli wewe? Utoboi. Hata tungekuombea tukumwagie pipa la mafuta.
Mafuta hayatakufanya ukifika pale uanze ya kufanya ufungue kinywa uongee usio yajua. No. Moses was mighty in words. It's a choice. Become mighty in words. Unaona hivi ninavyorudia hivi naongea hivi vitu. Watu wanafikia I'm wasting my time. I'm not. I talk to people every week. Na moja ya vitu ambavyo ninaviona tena na tena na vinanikata mafuta na moto ni kuangalia watu ambao hawezi kujieleza. Yaani mtu amekuja ana shida kwa mchungaji wake, lakini kuelezea tu hiyo shida alionayo na msaada nao uhitaji mpaka wewe mchungaji umsaidie. Kwa hiyo unamaanisha hivi. Kwa unataka hiki. Mmenisikia nyote wa Mungu, kueni. Sijui namna ya, sijui nisemeje. Jua wewe kila ukipewa nafasi ya kuongea unasema sijui nisemeje. I don't know how to, know how to put it. No, for God's sake, no. Jua semeje. Toka hapo, unafanya nini kama hujui semeje? Unafanya nini hapo? Siku tuje tukupe nafasi hapa ya kuhubiri, alafu unaanza kusema hivi, kwa kweli sina ujumbe, lakini ninamtarajia Bwana. Tutakuondolea hiyo nafasi ya kumtarajia, tutakushusha na hautawahi kupanda tena. You should have been prepared. Interviews nyingi unaendaga alafu wanakuambia tutakuita. Na hawakuiti kwa sababu wamejishikilia zile dakika zako ulizokuwa unaongea, wanajizuia kucheka. Sema I am mighty in words. I'm serious. Learn how to speak. It is very important. Learn how to speak. Moja ya mpango wangu mimi kama mhubiri, ninataka nijue kuongea kiasi kwamba hata kama mtu hatakuwa ananisikiza kwa sababu ya ujumbe wangu, awe ananisikiza kwa sababu tu ninaongea vizuri. It's a goal. Alafu katika kunisikiliza kwa sababu naongea vizuri ndio atasikiliza na ujumbe. Unapewa kuimba dakika 2 tu zile za kuongea, umejichanganya. Hata 2 hazifikagi. Dakika 2 unaongea, unahubiri. Sini sekunde tu zile. Bwana sifiwe. Sijui ni na nini, haleluya. Sekunde 30. Yani Jesus Christ. Unawaza huyu mtu ametoka wapi? Amekuwa akisikiliza nini muda wote huu kiasi kwamba sekunde 30 zinaonekana ni masaa? Unashindwa hata kukariri maneno. Hivi mbona ni rahisi sana? Sekunde 30. Hauhitaji kuwa na maneno mengi. Unatakiwa kuwa na phrase zako kama 5 hivi, umezekaga tu store. Unachonyofoa tu kamoja. Hallelujah. Kwa matarajio, umemaliza. Hallelujah. Music, unawahi sana kumuonesha yule MD. Unakuwa sharp sana kumwambia MD, nipe kitu. Nampenda mzee Amon. Bishop Amon Lukama. Bishop Amon Lukama mimi sikumsikia akiwa anahubiri. Nilimsikia kwa mara ya kwanza. Hii ilikuwa 2010, I think. No. 2008. Nilimsikia Bishop alikuwa anamkaribisha mhubiri. Yeye alikuwa hahubiri, alikuwa anamkaribisha mhubiri. Alafu nikasema mtu anaongeaje namna hii? Alikuwa hahubiri, alikuwa anamkaribisha mhubiri. Na unaelewa sio masaa. Huwezi kumkaribisha mhubiri kwa dakika nyingi. Lakini zile dakika chache zile ndo kwa mara ya kwanza namuona, nikasema see this man anamkaribisha mtu in 2-3 minutes. Nikasema I'll find this man. Na leo ni mzee wangu. Do people notice when you speak? They have to. Tafuta namna, fanya bidii, tafuta namna ya kujitoa kwenye hiyo changamoto. Naomba tusimame.